Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa Upendo TV. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako na ninaamini umekuwa na Jumapili njema sana. Leo ni siku ya kwanza ya juma. Ni siku ya Bwana. Tumeagizwa kuitakasa, na kuitakasa uitakasi tu kwenda kanisani. Hata moyo wako unatakiwa umeusafisha, uwe safi kabisa, ili unapoanza wiki hii uianze vizuri kabisa. Na naamini umekuwa na wakati mzuri pia wa kukaa na familia yako ama ndugu jamaa na marafiki. Lakini kile inapofika saa 1 jioni kila siku ya Jumapili, hapa Upendo TV tunakuletea kipindi cha Edeni. Edeni ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali ya ndoa, mahusiano, urafiki, uchumba, malezi. Tunajikita kwenye hayo mambo mengi sana kwa sababu ni mambo muhimu sana. Hakuna anayeweza kuishi bila mahusiano. Kwa hiyo kupitia mahusiano tunaweza kujifunza mambo mengi sana, na haya mambo mengi tunayapata hapa ndani ya Edeni. Mimi naitwa Eric Mchome, ndiye mtangazaji wako wa kipindi cha Edeni, na ninakukaribisha sana katika Edeni yetu ya leo. Karibu sana, vuta kiti, kaa vizuri kabisa, uweze kusikiliza. Tuna jambo zuri ambalo tunataka tulizungumze. Leo nina mgeni, dada yangu, Mama Roberta Mwanja. Yeye ni mwalimu wa neno la Mungu, mwalimu wa semina za wanawake, semina za vijana, semina makanisani na kwenye makongamano, na amekuwa baraka sana. Imependeza Mungu leo tuwe naye hapa ndani ya Edeni siku ya leo. Kwa hiyo karibu sana Mama Roberta, karibu sana, tumefurahi kuwa na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Karibu sana Mama. Sasa mimi leo nimekuita hapa, huko mtaani kumechafuka kabisa. Mtaani kumechafuka kwa sababu wanandoa wameanza kufichiana siri, kufichana mambo. Wanandoa wanafichana vitu. Wanandoa hawaambiani ukweli. Wanandoa hawaelezani kinagaubaga mambo yanayoendelea kati ya wao wawili. Unadhani ni sawa wanandoa kufichiana siri? Kufichana siri, sio kufichiana, kufichana. Bwana, mimi nimenunua kiwanja, sijamwambia mke wangu. Asante sana ndugu mtangazaji. Jibu ni kwamba sio sawa. Sio sawa kufichana. Sio sawa kuwa na siri mme na mke. Haiko sawa. Na hapo ndipo baraka zinapokosekana. Sio sawa kwa sababu gani? Kwanza, ndoa Mungu ndiye aliyeianzisha. Mungu akasema sio vema mtu huyu aishi peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo kwanza, kitu cha kwanza Mungu aliona mwanaume hawezi, akamfanyia msaidizi, akampa mke. Kwa hiyo Mungu alitegemea huyo mke anapokwenda kuungana na mme awe baraka. Ukisoma neno la Mungu Mithali 18:22 anasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa maana hiyo, mwanaume anapooa yule mke ni kibali. Mara nyingi huwa napenda kuwaambia wanawake walioko kwenye ndoa na hata mabinti wanaoingia kwenye ndoa. Mara nyingi tangu mwaka 2000 nimekuwa nikizungumza na mabinti wanaoingia kwenye ndoa. Huwa nina mafundisho ya pale nyumbani ndani, sebuleni na chumbani. Ninawaambia mambo mengi, na hicho kitu nimekuwa nikisisitiza kwamba wewe unaenda kuwa kibali. Anakuwa kibali kwa sababu gani? Jinsi anavyokwenda kuomba, anavyokwenda kumwombea mme wake. Hakuna mahali ambapo neno linasema mwanaume aomboleze. Lakini ukisoma Yeremia 9:17 anasema wanawake waomboleze, tena wawafundishe na mabinti zao kuomboleza. Kwa hiyo umeuliza ni sawa wanandoa kufichana mambo yao? Sio sawa. Mke hawezi kuwa kibali kwa mme kama hajui mambo ya mme wake. Hawezi kumwombea kama hajui mambo ya mme wake. Sawa. Na mwanzo kabisa neno linasema mke ni msaidizi. Atamsaidiaje kama hajui mambo yake? Mara nyingi ninawaambia wanandoa, mke anapomwombea mme wake, unajua wanawake tumeagizwa kuomba na kuomboleza. Tunaomba kwa uchungu na machozi yanatoka. Na huwa ninasema wanandoa ambao wamekaa vizuri,
wanandoa ambao wamepatana, wanaoshirikishana mambo yao, asubuhi wanapoamka, ndugu mtangazaji, lazima washikane mikono. Na kiongozi ni mwanamke hapo. Okay. Washikane mikono, mke atamke baraka, amwombee mme wake, kwamba mme wangu, unapoondoka kwenda kwenye shughuli zako, ni ofisini, ni kwenye biashara, sehemu yoyote, anakwenda kutafuta, amtamkie baraka, amwombee kwamba Mungu umbariki mme wangu, afanikiwe, atakapopita mpe kibali, mkutanishe na watu sahihi, na mambo mengine ambayo Roho Mtakatifu atamuongoza kuomba. Kwa hiyo mme wake atakapoondoka kwenda kwenye shughuli zake, hata anapofanikiwa, akili zake zinampeleka, mke wangu ananiombea. Anapokutana na marafiki zake, anawasimulia jinsi ambavyo mke anamwombea. Kwa hiyo yule mwanaume siku nzima akili yake inatawaliwa na yale maombi. Na kuna wakati huwa nawaambia wanawake wenzangu walioko kwenye ndoa, na hata mabinti wanaoingia kwenye ndoa, unapomwombea mme wako, kuna wakati mwingine, unajua tunaishi katika ulimwengu ambao shetani anazunguka akitafuta. Hata akitaka kuingia tamaa ya kufanya kitu kibaya, anashtuka. Anakumbuka yale maombi, nisije nikashtukiwa. Umeona? Yaani hofu ya Mungu inamtawala. Kwa hiyo anatembea akiwa anakumbuka yale maombi ya mke wake. Mada iko wanandoa kufichana, ni sawa? Niko hapo. Kwa hiyo sio sawa. Ili mke awe mtoa kibali kwa mme, lazima ajue mambo ya mme wake. Na vile vile lazima mme ajue mambo ya mke wake. Hakuna kufichana. Huwa nawaambia vijana wanaongea kwenye ndoa, ili mfanikiwe, muweze kuwa na familia yenye ustawi, familia bora, lazima mke asimame katika zamu yake na mme asimame katika zamu yake. Mara nyingi huwa tunaambiwa wanawake, sisi hela yetu ni ya kuficha kwenye pochi tu. Lakini hiyo haiko sawa. Haiko sawa sawa. Haiko sawa sawa. Kwa nini? Mara nyingi mme, yani wanandoa ambao wamewekana wazi, mme akajua kipato cha mke wake na mke akajua kipato cha mme wake. Yani mme ambaye anaelewa, anajielewa kwamba ni kichwa cha familia, yani pesa ya mke wake haitamchukulia muda sana. Atajua mke wangu anapata 100,000 kwa mwezi. Kwamba mke wangu anayo mahitaji, kwenda saluni, wapi. Kwa hiyo utakuta yuko free, anamwambia mke wangu, awe tumia tu. Kwa hiyo mme ataendelea kuwajibika kama kichwa. Yani aonekane ni kichwa, ataendelea kumhudumia mke wake, na mke wake kwa mke mwenye hekima. Maana neno la Mungu ukisoma Mithali 14:1 anasema, kila mwanamke mwenye hekima ataijenga nyumba yake mwenyewe. Na mpumbavu ataibomoa mwenyewe. Kwa hiyo mke ambaye ana hekima atajua, hii pesa ninayo na mme wangu ameniachia pesa nyingine, hebu niitumie kwa matumizi haya. Mara nyingi huwa wanawake tunasema benki zetu za ndani hazikosi pesa. Kwa hiyo hata mme anaporudi, kama ameishiwa, akisema niwe tayari kuitoa ile pesa, nisiing'ang'anie. Kwa hiyo pesa iwepo kusaidia vitu vingine vidogo vidogo. Sio mme amekwama, siku akija unasema mimi sina. Mimi sina. Hiyo haipendezi. Yaani mke naye awajibike kama mke. Kuna matumizi madogo madogo kulingana na ile pesa, tena iwe wazi. Weka tu hapo. Unajua ndugu mtangazaji, mambo ya ndoa huwa inatakiwa kuzoeshana. Mimi nizoee kwamba pesa yangu inakaa pale kwenye draw, wala siifichi. Na wewe ukija pesa yako nijue iko mahali fulani. Kwa hiyo ule msingi mnapoanza kuujenga, mara nyingi nimebahatika pia kukutana na wanandoa wote me na ke. Yaani nakutana na mwanaume, nakutana na mwanamke. Nimesha fanya hizo semina mara nyingi kwa wanandoa wanaojiandaa kuingia kwenye ndoa. Huwa nawaambia wanapoingia kwenye ndoa watengeneze msingi. Unapojenga majengo yote tunayoyaona, msingi ukiwa mbovu, kama simenti haikuwa vizuri, kokoto zikachanganywa vizuri, msingi ukawa mbaya, basi tofali zikijengwa
zinaweza kuanza kuweka kreki. Kwa hiyo huwa na washauri wawe na msingi, watengeneze msingi wa ndoa, waambiane mambo yao. Inawezekana kwenye uchumba walifichana, lakini sasa wamekuwa ni mke na mme, wasifichane, watengeneze mambo yao. Mimi mke ajue mshahara wa mme na mme ajue mshahara wa mke. Vipato vyao vijulikane, viwe wazi. Kwa sababu mara nyingi shida inapokuja ni kwenye pesa. Kwenye pesa, migogoro mingi ya ndoa inakuja kwenye pesa. Kwa hiyo mara nyingi huwa na shauri mambo yawe wazi. Wawekane wazi. Mme aonyeshe mambo yake na mke aonyeshe mambo yake. Kusiwe na cha kuficha. Lakini unadhani kwa nyakati hizi ambazo tunazo Mama Mwanja, ni nini ambacho kinasababisha uaminifu kupungua, watu kuanza kutegeana, kuogopana? Kuna misingi ambayo tumeikiuka wanandoa siku hizi mpaka tunafika mahali tunaanza sasa mimi nifiche mambo yangu na mwenzangu afiche mambo yake. Inawezekana hayo mambo yanaanzia kwenye uchumba. Kuna watu hawawi wazi tangu wanapochumbiana, na ndio maana ndoa nyingi zimekuwa na migogoro, kwa sababu binti anaingia kwenye ndoa hakujua kama mme aliyefunga naye ndoa labda alishazaa mtoto kabla hata hawajafahamiana. Huo unakuwa ni mwiba tayari. Yawezekana binti naye alipita, kuna mambo mengi yanatokea. Alichezea usichana wake na alitoa mimba. Akachelewa kupata mimba, alimficha mwenzake. Kwa hiyo hayo mambo yakaleta shida. Kwa hiyo msipowekana wazi wakati wa uchumba, mnapoingia kwenye ndoa, msitegemee mambo yatakuwa mazuri. Kinachozaliwa kwenye ndoa sasa hivi, ndoa za sasa hivi, ni matokeo ya uchumba, jinsi ambavyo walifichana mambo, hawakuweka mambo wazi. Okay. Lakini kumekuwa pia na mafundisho mengi huko kwenye weekend party. Mabinti wanaambiwa, bwana, ukienda hakikisha usitoe vitu vyako vyote, kwa sababu huwezi jua wanaume wanabadilika. Wanaume sio watu wa kuamini, viumbe hawaaminiki au na nini. Jamii yenyewe imekaa mkao kama wakoto kuaminiana. Unachokisema ni kweli. Kama nilivyosema mwanzo, mimi tangu mwaka 2000 nafundisha mabinti, nafundisha nyumbani mafundisho ya ndani na ukumbini pia. Na inawezekana kweli yapo mafundisho potofu, ingawa mimi niko tofauti. Mara nyingi natumia Biblia. Kwa sababu Biblia imejitosheleza kila kitu. Yes. Kwa hiyo ukimwambia unapoingia kwenye ndoa usifanye hivi, fanya hivi, tayari umeshaingia kwenye himaya ya mtu. Na inatakiwa wanandoa wawe na akili za kwao wenyewe. Na ndio maana huwa tunawaambia wanandoa, unapoingia kwenye ndoa usiige ndoa ya baba yako wala mama yako. Labda uchukue mazuri. Kama kuna zuri unaliona baba yako alilifanya, mama yako alilifanya, lichukue. Usije ukaiga ndoa ya rafiki yako. Ndoa yenu muifremu wenyewe. Uwe na akili kichwani, usije ukasikiliza ya watu. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba inatakiwa wanandoa kuaminiana, inatakiwa wanandoa kuwa waaminifu. Wasifichane mambo yao. Okay. Lakini kumekuwa na kusalitiana. Kumekuwa na kusalitiana kwenye ndoa, na hatuwezi kukaa hapa tukasema kwamba watu wote wameambiana mambo yao na yakawa sawa. Tuna kesi ambazo mume amemuibia mke labda pesa, akaenda akauza vitu vya urithi, mtu amekwenda ameuza. Biashara, mwanamke amemwamini mwanaume kwenye biashara, amekwenda ameuza. Akatumia hata mwanamke, na kesi moja ambayo unasikia mke labda ameiba, sio ameiba, amechukua hati ya nyumba, ameenda kuchukulia mkopo bila mume kujua. Yakitokea hayo, wanandoa wanataka kufanya nini? Yakitokea hayo, wanandoa inatakiwa kurudi mezani na kukaa vizuri.
Unajua ndugu mtangazaji, katika mahusiano ya uchumba mara nyingi huwa naongea na vijana. Kijana, mwanaume unapotafuta mke wa kuoa usiangalie vitu vinavyokushawishi machoni vinavyoweza kuharibika. Sawa sawa. Lakini pia mwanamke, mabinti huwa nawaambia, unapotaka kuolewa usimpende mwanaume kwa vitu vinavyoonekana vinavyoharibika. Kuna watu wengine wanaingia kwenye ndoa kwa sababu amemuona mwanaume yule ana gari, ana hiki, ana hivyo, ni vitu vya kuharibika. Kuna mwanaume anaoa mke kwa kuangalia sura yake ni nzuri, umbo lake ni nzuri, hivyo ni vitu vya kuharibika. Mara nyingi huwa nazungumza na vijana wanaoingia kwenye ndoa, mpende mtu jinsi alivyo. Kitu cha kwanza, soma tabia. Ingawaje huwa kuna tabia zinafichika, kuna makucha ambayo yanafichika wakati wa mahusiano, uchumba, hayawezi kuonekana, yanakuja kuonekana kwenye ndoa. Lakini kama mmepata utulivu wa kusomana tabia, umekaa na mtu miaka miwili, lazima utajua huyu ana roho ya udokozi. Utajua huyu ana roho ya ni mnyimi. Yaani ni mara chache hayo mambo yatokee kwenye ndoa, ghafla mtu aibe. Ni mara chache. Lazima kuwe na uoga. Yaani mtu anafikia hatua ya kuiba hati, ujue huyu ana tabia ya asili ya wizi alikuwa naye. Kwa hiyo, na mara nyingi huwa nawaambia, unapoingia kwenye ndoa, msome mtu, umjue. Yaani unapoingia kwenye ndoa ujiaminishe kwamba tabia aliyo nayo, ile tabia naweza kuimudu. Kama unaona huwezi kuimudu, usiingie. Anajiaminisha nitambadilisha. Yaani tabia zinatofautiana. Nikupe mfano mmoja. Unaweza kumuuliza, mimi huwa nawauliza mabinti kwamba kitu gani kimekuvutia umpende mpaka uende kuapa ule kiapo kwamba hautahusika na mwingine yeyote, utampenda wakati wa shida, wakati wa raha. Ni kitu gani? Huwa wananiambia. Lakini huwa kwa sababu huwa tunafanya maombi na ninawajenga mabinti kwenye kuomba kwamba kama mwanadamu huwezi kumbadilisha mtu isipokuwa Mungu ndiye anayeweza. Kwa hiyo huwa nawauliza, ni tabia gani ambayo unatamani aiache? Unapoingia kwenye ndoa, Mungu amsaidia aiache. Pia huwa wanaongea. Kuna wengine huwa wanaongea vitu vigumu kiasi kwamba unatamani kumwambia binti, kwa kweli ungetulia kwanza. Yaani kuna tabia ambayo anaweza kukuambia anayo, ni tabia ngumu, ukiitafakari wewe mwenyewe unaogopa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinasababisha mambo hayo yatokee, wakati mwingine ni kukurupuka. Yaani mtu hajiridhishi kwamba sasa ninaweza hii tabia nikaimudu, anaingia. Ingawaje kuna wachache ambao kweli hizo tabia zinaibuka tayari wameingia kwenye ndoa. Yale makucha yanaanza kutokeza sasa. Sasa yanapotokea hayo, swali lako, yanapotokea hayo wafanye nini? Hawa watu wameshafunga ndoa, wamekula kiapo. Ndoa zetu wa Kristo huwa ni moja mpaka kifo kiwatenganishe. Kwa hiyo kama ni mpaka kifo kiwatenganishe, hakuna jambo lisilosameheka. Ni kukaa pamoja na kuambiana ukweli. Kikubwa ambacho huwa nakisema kwenye semina za ndoa, za wanandoa na hata wanaoingia kwenye ndoa, usifiche kosa la mwenza moyoni. Asubuhi amekukosea, jioni mnapokutana, tafuta muda mzuri, mwambie asubuhi ulinikosea 1, 2, 3. Mnamaliza huo ukurasa. Nyie sio malaika kwamba mtaishi bila kukoseana. Kesho tena kikukosea, mtafutie muda mzuri, mwambie, mke wangu, mme wangu, ulinikosea 1, 2, 3. Mnamaliza. Anakuomba msamaha, mnamaliza. Mara nyingi migogoro inayofikia hatua ya kuto kusuluhishwa ni wale wanandoa ambao anaweka moyoni kosa la Januari, Februari, Machi, mwaka mpaka Disemba. Kwa hiyo hata ikitokea
wamefika hatua ya kutokuelewana, watu wanakuja kusuluhisha, linaelezwa lile wanalolijua la sasa, lakini kumbe kuna viporo vya miaka 3-4 nyuma ndivyo vimetibua na kushindwa kustahimili, hata kusameheana hawawezi. Kwa hiyo hapo ni kukaa mezani na kuongea ukweli kwamba umenikosea. Usilale na kosa la mwenza mpaka asubuhi. Mwambie, muombane msamaha, muanze ukurasa mwingine. Wow. Mpenzi mtazamaji wa Upendo TV, tunakwenda mapumzikoni. Tutakaporudi tutazungumza zaidi na Mama Roberta Mwanja. Usiri kwenye ndoa, watu kufichana mambo. Usiondoke. Bwana asifiwe tena, mpenzi mtazamaji wa Upendo TV. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako, basi hapa ni mahali salama kabisa. Hapa ni Upendo TV, runinga yako, kituo chako kibora kabisa cha runinga ambacho maudhui yake yamechujwa vizuri na yanafaa kwako, kwa familia, kwa majirani, kwa ndugu, hata kwa watoto wadogo. Hapa ndio mahali salama unaweza kuangalia vitu vizuri. Na kipindi hewani ni Edeni, na leo niko na Mama Roberta Mwanja. Yeye ni mwalimu mzuri sana wa neno la Mungu, akifundisha kwenye semina za mabinti, semina za ndoa, na mambo mengine mengi. Na leo anatuzungumzia, je, ni sawa kwa wanandoa kufichana mambo? Fichana mambo. Ficha vitu vyako, usimwambie mwenzako. Watu wamekuwa wakificha. Wengine mbaya zaidi, wamekwenda mpaka wamekufa bila wenzi wao kujua yaliyotangulia kabla. Na hilo mama nataka tulizungumze. Mtu ameficha mambo yake, mara papa amezimika, unaletewa kumbe mwenzangu ana watoto 3 nje. Hii ni chanzo cha mgogoro kwenye ndoa nyingi sana. Na kwa sababu ya huku kuficha unafanya mambo ya baadaye yawe magumu kuliko vile ambavyo yalipaswa kuwa. Ninataka tujue ni kwa kiwango gani kina mama wanaweza kuvumilia ama okay, niweke hivi, kuna dalili zozote unaweza ukahisi kwamba hapa kuna mambo nafichwa? Ukikaa kwenye utulivu, ndugu mtangazaji, unaweza ukajua. Unaweza ukajua kuna kitu ananificha, au mke wangu kuna kitu ananificha. Ndio, unaweza ukajua. Lakini kujua, Mungu akuongoze. Unajua kwenye ndoa mara nyingi natakiwa hofu ya Mungu itawale kwa wote. Kuna vitu vingine ambavyo katika ulimwengu wa mwili unaweza usijue, lakini Mungu akakuonyesha. Utakapokaa kwenye zamu ya kuomba, na ni wito wangu kwa wanandoa, maombi. Maombi yanafungua vitu vingi. Wanandoa tuwe waombaji. Si mwanaume, si mwanamke. Hofu ya Mungu itawale. Yes. Unajua hii ya kufichana, kama Mungu yuko ndani yako, ndugu mtangazaji, unajua huwezi ukaficha kabisa. Yaani utakuta moyo unakusuta. Moyo unakusuta. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo Mungu anawatengeneza. Yaani unajua ndoa, mnapokaa wawili, ndoa ni paradiso ndogo. Na ndicho Mungu alichokikusudia. Wanandoa wafurahiane, wanandoa wapendane. Na mara nyingi kuna hii ambayo unakuta mke anamwogopa mume wake. Inawezekana ni jinsi hulka ya mwanaume jinsi alivyo, lakini inapendeza mke na mume msiogopane. Muwe marafiki. Unajua rafiki anaweza akakwambia jambo lake, asimwambie hata ndugu yake. Lakini kuna kitu kimoja ambacho neno la Mungu linasema mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Wanaume wasiwe na mawazo tegemezi kutoka kwa wazazi. Unapoondoka kule kwa wazazi, umeondoka, unaenda kuijenga ndoa yako. Kwa hiyo unapokutana na mke wako,
kuwa wazi kwa mambo yako. Unajua mara nyingi, ndugu mtangazaji, wanaume ndio vyanzo hasa vya kuficha mambo yao. Kweli? Wanaume kina mama nasikia wanaficha zaidi. Kina mama sijui labda wapo, lakini unajua wanawake jinsi ambavyo Mungu ametuumba, sisi ni vyombo dhaifu. Tuna udhaifu fulani hivi. Ukiwa wazi kwa mke wako, yani mke anajiachia 100%. Lakini mwanaume akishaanza kuficha ficha, hicho ndicho kinachochangia sana. Hebu wanaume wawe wawazi kwenye ndoa. Mara nyingi wanawake, mme akiwa wazi, wao wanafunguka 100% zote. Na hata kisaikolojia iko hivyo. Yaani kisaikolojia mwanamke hawezi kuvumilia kukaa na siri masaa 72. Yaani ukiona masaa 72 yamepita, ujue hilo kweli hilo. Hilo, lakini masaa 72 atakuwa kama kuku anaye hangaika anataka kutaga. Kwa hiyo na mume wake ndiye mtu wake wa karibu wa kumwambia hayo mambo. Kwa hiyo mke unapomfurahisha ataongea yote, hakuna litakalo baki hapa. Hakuna. Masaa 72. Masaa 72. Kwa hiyo una neno gani kwa wababa ambao wanaonekana wao ndo wanaongoza sana kuficha vitu? Yaani mimi wababa napenda kuwaambia kwamba wawe wazi kwa wake zao. Yaani mke ni kitu dhaifu sana. Unajua neno linaposema mme aishi kwa akili na mke wake, Mungu aliangalia vitu vingi. Pamoja na hilo, yaani wasiwe wasiri sana. Wasiwe wanyimi sana. Kuna wanaume ni wanyimi sana. Akipata pesa yake iko kwenye wallet hapa, anatembea nayo. Kwa hiyo hiyo imesababisha pia, sikutaka kuingia huko kwenye mambo ya simu. Yaani wanawake, badala, neno la Mungu ukisoma Yeremia 32 mstari 31:22, anasema Mungu ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Kwa hiyo wanawake wengi wamejikuta ulinzi wao huko kwenye simu. Anataka akague, angalie mme leo kachati na nani, kampigia nani, anajitahidi ajue namba ya siri ya mme wake. Yaani hivyo vyote ni kwa sababu, mimi nikwambie, mme wangu tumeishi sasa, tunaingia mwaka wa 30. Namba yangu ya siri anaijua, ya kwaka hakuna ambacho amekificha sikijui. Labda sijui, lakini mimi imani yangu naamini hakuna alichonificha hata kimoja. Na mnapoishi wanandoa kwa kuaminiana, imani, unajua imani ni kitu kikubwa sana. Yaani imani kwamba mme wangu namwamini 100% inajengeka moyoni. Imani kwamba mme anamwamini mke wake 100%, hiyo ina maana kubwa sana. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wanaume, wasiwe wasiri sana, wala wasiwe wanyimi kwa wake zao. Wawe wazi. Yaani mwanamke ni chombo ambacho, yaani hapendi kukaa na kitu moyoni. Hana uwezo huo kwanza. Kwa hiyo mme amweke karibu, anaporudi ampe nafasi. Atamwambia vitu vyote, hata kuona kitu atakachomficha. Na turudi hapo kwenye simu hapo. Eneo hilo gumu sana watu kubadilishana namba za siri za simu ili mtu aweze kuangalia simu. Kuna umuhimu wa kuangalia simu ya mwenzi wako? Umuhimu, mimi kwa kweli sioni umuhimu. Na hilo limekuwa ni jambo kubwa ambalo ninawaasa sana mabinti wanaoingia kwenye ndoa. Huwa nawaambia usipoteze muda kukagua simu ya mme wako. Na huwa wananiuliza maswali, kwa hiyo yeye anaruhusiwa akague simu yangu? Nawaambia ndio, inawezekana, maana yeye ni kichwa. Ni kichwa, wewe mwachie hapo. Si unajiamini? Mwachie. Mme kama kichwa, kuna vitu anaweza, na wakati mwingine huwa nawaambia hivi, si unaona alivyokutolea mahali? Kwa nini wewe hukumtolea mahali? Kwa hiyo anayo mamlaka hapo. Huwa kizazi cha sasa tunabishana kidogo. Hawataki kukubali. Lakini simu, mwanamke weka hapo mezani. Na ukiweka hapo mezani unafikiri kuna wanaume wengine wala hana time. Lakini kwa nini kuficha ficha? Kwa nini kuficha ficha? Uko bafuni unaoga, simu inaita, unataka kuteleza na mapovu kupokea simu. Ya nini hiyo? Ni nini unaficha? Unaficha kitu gani? Nini mmewekwa, mmekuwa mwili mmoja. Sasa hivi ni vitu vya wazi ambavyo vinaweza vikawa sababu
ya kuchimbua na vitu vingine. Kwa hiyo wanandoa badala ya kuatamia vile vitu ambavyo Mungu alivionyesha, wamejikuta wanaenda kuchimbua vile ambavyo vimefichika, ambavyo wakati mwingine inawezekana Mungu alivificha kwa makusudi, kwamba nikivifichua unaweza usistahimili. Sasa badala ya kuatamia kwamba nimeolewa na mume mwenye upendo, huu upendo uzidi kukua, nimeolewa na mume mwenye hofu ya Mungu, niendelee kumwombea. Sasa badala ya kuatamia vile vitu ambavyo Mungu alikuonyesha, imekuwa ni vice versa. Mtu anaenda kuchimbua sasa vile vimakucha vilivyofichika, anaanza kuvichimbua. Kwa hiyo unakuta mwanandoa anatumia muda mrefu kuchimbua ambavyo havionekani na kushindwa kuatamia vile ambavyo Mungu aliviweka wazi na vinaweza vikasaidia kwenye maisha ya ndoa. That's beautiful. Na mwishoni tunapoelekea kumaliza, mama, una neno gani sasa kwa wanandoa ambao yawezekana wameumizwa na mambo ya namna hiyo ya kufichiwa vitu, kufichiwa siri, kufichiwa mali, na yawezekana wamefikiria hata kutaka kutoka kwenye hizo ndoa kwa sababu wanaona kama uaminifu umepotea, hawako tena. Una neno gani la kuambia kama wanaweza kuinuka tena kutoka hapo na kuendelea na hiyo ndoa? Asante ndugu mtangazaji. Neno nililonalo si kwa wanawake tu na wanaume. Unajua kwenye ndoa pia kuna wanaume wana maumivu. Mara nyingi tunafikiria kwamba ni wanawake tu wana maumivu, ukizingatia wanaume sio waongeaji, wana vitu vingi vimewaumiza kwenye ndoa. Kwa hiyo neno nililo nalo, Mungu aliwaunganisha. Unajua wapate muda wa kutafakari kwamba katika dunia nzima, kwa nini Mungu aliniunganisha na huyu? Wakishapata hiyo picha na jibu kwamba Mungu alikuwa na kusudi, basi warudi mezani, wasameheane. Unajua ile sala ya Bwana ni sala kubwa sana. Anasema usipowasamehe waliokukosea, na yeye Baba wa mbinguni hata wasamehe. Lakini kikubwa wajue kwamba wasiposameheana na kutembea pamoja, kuna baraka wamezifunga. Kuna mahali ukisoma neno la Mungu, machozi ya mwanamke anapolia, Mungu anazuia. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8, anasema asiyewatunza wa nyumbani mwake ni sawa na mpagani asiyeamini. Hilo neno ni kubwa sana. Kwa hiyo wajue kwamba kuto kupatana kwenye ndoa kunazuia baraka. Kuna watu ambao baraka zimefungiwa mahali kwa sababu Mungu anaona hawa watu nikiwabariki mateso yatazidi zaidi. Kwa hiyo wasameheane, warudi mezani, na neno kubwa, usifiche udhaifu yani kosa la mwenza usifiche moyoni. Mwambie, kuwa wazi, sema naye. Watoto wa mtaani wanasema sema naye. Mwambie kwamba mume wangu umenikosea 1 2, mke wangu umenikosea 1 2, na hapo watasameheana. Kuna wanandoa wanawake wanasema mume wangu hawezi kuomba msamaha. Hapana, ni mwanadamu. Inategemeana umemwambia wakati gani. Mtafutie mahali pazuri, mwambie, mtaombana msamaha na maisha yatakwenda vizuri. Kikubwa kuombeana, kumwomba Mungu, katikati ya kuomba kuna kusamehea. Amen. Najua kwa madini ambayo umeyashusha leo hapa, watu watahitaji kukualika labda kwenye makanisa yao, watahitaji kukualika kwenye semina, kusema na mabinti zao. Labda kama hautajali, unaweza kutuachia namba zako za simu, watazamaji wa Edeni wakaweza kupata kuwasiliana na wewe moja kwa moja. Amen. Namba yangu ya simu ni 0784 26 10 44. 0784 26 10 44. Roberta Mwanja. Huwa napenda kutumia namba moja, ndio nayotumia hata Instagram, Facebook, YouTube. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini ni mshirihishaji. Ni MC pia. Ni MC pia. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kuja kwa pamoja nasi kwenye Edeni. Tukipata nafasi tena wakati mwingine tutakualika tuwe pamoja. Najua Mungu ameweka ndani yako vitu vingi sana kwa ajili ya jamii, na ni vyema tukavitumia. Wakati huu bado una nguvu. Mpenzi mtazamaji wa Upendo TV, kufikia hapa nimefika mwisho wa kipindi cha Edeni siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako,
na ninaamini umepata kitu ambacho Bwana amekiweka kwa mtumishi wa Mungu Mama Roberta Mwanja, na umepokea posheni yako. Basi kaitendee kazi na ukazae matunda, kwa sababu ndoa zetu zinapokuwa zimestawi zinakuwa ushuhuda, na wengi wanamrudia Kristo kupitia yale wanayoyaona kupitia kwetu. Mungu akubariki sana. Nimshukuru sana producer wangu Bwana Eric John. Asante sana kwa kazi njema. Tukutane tena wiki ijayo kwenye Edeni. Mwisho wa Edeni hii ndio maandalizi ya Edeni nyingine. Mimi naitwa Eric Mchome na nikutakie baraka za Mungu aliye hai. Amen.